Kwa hiyo namna ya kufanikiwa katika nchi ya Kanaani haikuwa upande wa Mungu, iko kwenye viwango vya wahusika. Unataka kufanikiwa kiasi gani? Tunaweza kuanza safari. Hitaji kuu la wana wa Mungu toka Agano la Kale na Agano Jipya, tunaenda kuangalia, je, hilo hitaji ni nini? Na je, lina tofauti? Kitu gani ambacho wewe unapaswa kufunga, kuomba, ukitafute kwenye ufalme wa Mungu? Ni nini? Usuna kimbilia tu kuomba maombi mengineyo. Kitu gani ambacho wewe kama raia kwa mbinguni unataka kuwa nacho? Kutoka sura ya 4 mstari wa 1 na 7. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawatanisikia wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema, Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, na ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyoosha mkono wako kamshike mkia. Akanyoosha mkono wake kamshika, na akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Naomba tuishie hapa. Wakati Mungu alipokuwa anajibu kilio cha wana wa Israeli na kulitimiliza agano lake na Ibrahimu, Isaka na Yakobo, alimfuata Musa. Hakumpa Musa fuko la mamilioni ya fedha. Hakumpa Musa vitu akawapelekea wana wa Israeli. Mungu alimpa power. Alimpa nguvu. Nguvu hii aliyompa ndiyo iliyokuwa inaenda kuwa majibu ya mambo yote ambayo wale watu walikuwa nayo. Tusipoteze mada yetu. Adamu alipoteza nini? Hakupoteza dunia alikuwa nayo. Alipoteza uwezo wa kuiendesha dunia kinguvu alizokuwa amepewa. Alibaki mtu wa kawaida tu na kuendelea na maisha ya kawaida. Kwa hiyo Musa, kazi yote ya Musa, wito wa Musa ulihitaji nguvu za Mungu za kutosha, kwenda kuyageuza mavumbi kwa chawa, kwenda kugeuza maji kwa damu, kwenda kukabiliana na miungu ya Misri ambayo ilikuwa iko imara. Hakuhitaji dini, dhehebu wala chochote. Alihitaji power. Hili ndio hitaji kuu ambalo Adamu alilisababisha wanadamu wote wakawa na uhitaji. Mwanadamu akawa anafanya vitu kwa uwezo mdogo sana katika akili zake na nguvu zake ndogo. Tumemwona Musa. Hitaji la wana wa Israeli ilikuwa ni nguvu, wala hakikuwa kitu kingine. Ndio maana Musa akamwambia Mungu, umenipa neno, umenipa mafunuo. Je, mafunuo yanatosha peke yake kwenda kuongea na watu wanaoteseka? Nikawaambie vizuri, nikawafunulie wajue siri, au kunahitajika kitu kingine cha kuaminisha? Mungu akasema, kijana na akili kweli. Akaambia, hebu itupe fimbo chini. Kageuka ikawa nyoka. Imani hii tunayomwamini Mungu kama haina nguvu, mimi ninachelea kusema itakuwa ni imani fake. Ni fake iliyo sahihi. Ni fake iliyo sahihi. Hii dunia, hata kulea watoto unahitaji mzazi uwe na power. Dunia inaendesha mauaji, kafara za uhai wa binadamu zinatolewa. Na ngoja niwaambie, katika kipindi tunachokiendea cha hatari, sisi wengine, kuna wengine miaka yao haijabaki mingi sana, lakini naomba muwahurumia watoto wanakokwenda. Watakabiliana na Uislamu mgumu kuliko Uislamu unaoona leo. Kwa sababu sasa hivi wanainuka kila nchi na silaha. Wametambua kwamba kwa njia ya mahubiri ya kawaida hawakubariki, watalazimisha kwa mtutu. Ndicho wanachokifanya sasa hivi Nigeria, ndicho wanachokifanya Somalia, ndicho wanachokifanya Afrika ya Kati na mataifa mengine. Na ni mission inaendeshwa kwenye hasa bara la Afrika.
Hasa kama tunakuwa na imani, angalia Wakristo walivyochinjwa Nigeria, wamechinjwa maelfu mwaka huu. Ni Wakristo namna gani? Walio na imani ambayo haina nini? Haina power. Haina. Hii dunia ukianza kuwa na hela, watakuja majambazi, watakuja watu. Mtumishi mmoja, sijui yeye alivyofanya, lakini mimi kama Mungu asingeniokoa siku hiyo, basi ingejulikana. Na nikuonye, jifunze kutumia imani, libaki deni kwa nani? Yaani pambana ionekane kwamba mbinguni walikudisappoint kuliko ushindwe. Usikubali kushindwa. Jaribu uone ni kitatokea. Eti walikuja, ana walinzi, alikuwa na walinzi. Wale security walikuwepo. Waliingia majambazi. Kuingia majambazi wakawafyata walinzi. Walinzi walivyoona vipi walikimbia. Wakaingia ndani nyumba ya mchungaji. Alikuwa anashuhudia mwenyewe. Lete hiki, lete hiki. Beba, 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 vitu vyote wakabeba wakaondoka nayo. Mimi nikwambie, nakula macho, nitakula miguu, yaani magoti nitaikula supu kiangalia hivi. La sivyo Mungu atapurufu kwamba sio nani. Yaani ndo atanifundisha kwamba kumbe wewe hayupo. Yaani kabisa umenikuta njiani unanizuia, au ni gari tunasafiri eti unanizuia huko Mikumi na mimi nipo. Umenipa muda mzuri wa kutaka kuhakikisha nina nguvu au sina. Kama pepo limekupa ujasiri ukabiliana na mimi, na shindweje kuwa na ujasiri wa kukabiliana na yeye? Tunahitaji nini nyewe watu? Tunahitaji nini? Vikishainuka vita, wanawake wanakabiliana nini kama unajua? Ubakaji. Kumbuka mama yako Sara alifanikiwa kubakwa. Kwa hiyo toka Agano la Kale, baada ya Adamu kuwa ameharibu, mwanadamu alibaki na njaa ya nguvu, kwa sababu alibaki mtu wa kawaida, kitu ambacho hakuumbwa kwa kawaida. Hili ndio hitaji kubwa la kwanza la muhimu la kufia, ni hili, wala sio nguo wala hela. Nguvu ya Mungu ikipatikana, kama ilifanya fimbo kuwa nyoka, inaweza kufanya maskini kuwa tajiri. Inasaidia nini nguvu? Angalia hicho kifanya Musa. Alienda kupeleka suluhisho kwa wana wa Israeli. Alipopeleka suluhisho, mambo yote yaligeuka kwa mema. Kwa kanisa ambalo haliamini, halihubiri juu ya nguvu, najiuliza ni la nani? Tuangalie mfano mwingine ya Agano la Kale. Nyakati za waamuzi. Kila mwamuzi alipewa nguvu ili waokoe watu wake na kuwatoa kwenye mateso na kuwarudisha kwenye maisha ambayo Mungu alikusudia waishi katika nchi ya Kanaani. Wala mwamuzi hakupewa kitu kingine isipokuwa power. Kwa ni muhimu tujiulize, kwa nini hitaji kubwa sana ambalo ninatakiwa kulifia, yaani nife nikitafuta ni nini? Nakupa pointi 7 uziandike. Hitaji la kwanza ni nguvu. Hitaji la pili ni nguvu. Hitaji la tatu ni nguvu. Hitaji la 4 ni nguvu. Hitaji la 5 ni nguvu. Hitaji la 6 ni nguvu. Hitaji la 7 ni nguvu. Kazi ya nguvu ni kulazimisha mambo yanayokataa kufuata utaratibu wa kawaida yafuate. Maandiko nasema, Esta akamwambia Mordekai akasema, hakuna mtu ambaye anaruhusa mtu yeyote atakayeingia, kitakachofuata ni kifo. Kwa hiyo hatuna uwezo, hatuna namna. Akasema la sivyo, ile sura ya 4 ya Esta, tuingie kwenye maombi ya siku ngapi? 3, tusile, tusinywe, tumlilie Mungu. Walipoingia kuomba, walichoondoka nacho, waliondoka na power. Walipoondoka na nguvu, pale alipokuwa nazuiliwa mtu yeyote kuingia, Esta aliingia. Yule mfalme ambaye alikuwa ukivunja sheria zake ni kuuawa, ndiye mfalme aliyemwambia Esta, ingia. Nguvu inaweza kumuingiza mtu mahala ambapo hawezi kuingia kawaida. Nguvu inaweza kumfanya mtu akawa katika namna ambayo asingekuwa. Na hiyo natangaza imeanza leo katika jina la Yesu Kristo. Pigie mfalme wetu Yesu Kristo makofi.
Waamuzi sura ya 6 mstari wa 14. Waamuzi 6 mstari wa 14. Tuko bado agano la nini? La kale. Bwana akamtazama, anamtazama ni Gideon, akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Je, si mimi niliye kutuma? Gideon wakati anauliza nitawaokoaje wana wa Israeli, kwa sababu anayetawala ana nguvu, anayetawala ni jeshi ndio linawatawala. Wewe Mungu unaniambia naokoa kwa maneno matupu, akaambia no, nenda kwa hizo nguvu. Gideon aliwaendea wa Midian akiwa na watu 300 tu, walitapanya, waliwaua majeshi ambao wamewatawala muda mrefu. Kilichofanya waendeshe ile mission ni power, ni nguvu. Kwa nyakati za Waamuzi, ukisoma Waamuzi wote, unaposoma hii kitabu utaambia roho ya Bwana ya Mungu ikaja juu yake. Kwa nini? Kwa nguvu. Baada ya hapo mambo yasiyo ya kawaida yalianza kusukumwa. Mambo ambayo hayawezekaniki yalianza kuwezekanika. Mambo ambayo unaweza ukachambua kwa akili, ukatafsiri, ukawaze mtu anainukaje, anaweza kainuka. Ninakutabiria leo kama mjumbe aliyetumwa wakati wake, saa ya kuanza ukurasa mpya ni hii, na nguvu mpya ya Mungu imeanza katika jina la Yesu. Nasema nguvu mpya imeshaanza katika jina la Yesu. Zile nyakati za kuanza kwenda zimeshaanza. Shauki haleluya. Akasema nitaokoaje? Hapa kuhitaji fedha. Pesa ni kitu ambacho kinaweza ikaletwa na power. Hata watu wanapokwenda kwa ibilisi wanaenda kutafuta nini? Nguvu, ili kuwasaidia kuyasukuma mambo ambayo hawezi kusukuma katika hali ya kawaida. Ndio sababu nguvu ya Mungu ilikuwa lazima iwepo. Ninazungumza kile uliopo chini ya sauti yangu leo hii, Mungu alichonipa kinaelisha kila mgogoro uliokuwa nao katika jina la Yesu. Kila ambalo limekuwa linakuliza leo, nimekuja kivingine. Ninakwambia roho ya Bwana Mungu imeamsha roho yangu. Roho yangu imeamka ndani yangu. Agano limeamka ndani yangu. Na agano langu ni kuwahuisha watu, kuwaponya watu, kuwafungua watu. Hii ni saa ya kumiliki na kutawala katika jina la Yesu. Haliyo Witness ameonja asubuhi. Suri kuna umwa. Alikuwa naumwa toka jana. Namwangalia tu. Nikasema ngoja nijaribishe leo. Rafiki yangu, hii mikono sio ile tena uliona naye Jumanne iliyopita. Sio ya Jumapili tena. Roho yangu imefunguliwa. Power. Shout hallelujah. Mshangilie mfalme. Hitaji kuu la wana wa Mungu Agano la Kale ilikuwa ni haikuwa hela. Kwa nini? Nguvu hii ndio inayotufanya tuwe problem solvers, tuwe watatuzi wa nini? Kwa matatizo ya watu. Na tunapotatua matatizo, dunia inawatafuta wanaotatua matatizo aidha kiroho ama kisayansi. Ni mambo mawili yanayotegemewa. Kisiasa hawana uwezo. Rais wenu hawezi kuponya wagonjwa, hawezi mara miaka milioni 100 ijayo, hawezi. Yeye anasimamia tu wagonjwa na wazima, ndo kazi yake. Lakini sayansi angalau inajitahidi. Kiroho ndipo mahala ambapo panatakiwa kuisaidia nini? Sayansi. Ndio panatakiwa kuisaidia sayansi. Nimeangalia ushuhuda mmoja jana umenifurahisha. Mtumishi mmoja wa Mungu nimeanza kumfuatilia. Anasema alienda dada mmoja ambaye alikuwa na tatizo la kudokoa. Kila akiingia nyumba ni kuiba. Na alikuwa na mtoto mgongoni. Alikuwa na mtoto ambaye alihisi ambaye atakuwa limbaka, atakuwa ni fulani. Maana alikuwa hajui katika ile lala hapa na pale, alikuja kujikuta na ujauzito. Kumbuka huko kwenye matatizo, unahangaika mtaani, alafu mtu amekukamata, kakuongezea tatizo la mtoto. Mtoto kuwepo sio shida, lakini unaishije naye? Sasa akiwa anapata shida, kuna gorofa moja aliwahi kwenda pala kaiba, walimpiga sana kwenye ile gorofa. Nanisikia vizuri? Akafika mtumishi akamwambia okay,
Akamwambia mchungaji, nimekuja nateseka. Kampa mlolongo wa mateso, akasema sisi wote mahali watu tunaanzia tunamkubali nani? Yesu. Kwa hiyo uanzie hapa. Akasema kuona niambia mimi nikimkubali Yesu Kristo nikiokoka kitatatua mambo yangu. Atakasema hata mimi sijui, ila mimi mwenyewe nilianzia hapo hapo. Umekuja leo nikuombe na mimi ndo nilipoanza. Usiniangalie huko kwanza, nilianzia hapo. Kapiga magoti akamuongoza kwa Bwana. Halafu akamwambia, akasema mchungaji, nina matatizo mengi, ungeomba kwa muda mrefu kidogo. Naomba kwa muda mfupi. Unaona kama tatizo. Akamwambia sasa nikianza maombi mengine marefu, yale niliyoyaomba na yaharibu, haya mafupi wewe. Akaondoka akawa amekata nini? Mchungaji mwenyewe amemuongoza sala ya toba, alafu amesema katika jina la Yesu kuanzia leo Mungu ameanza kusaidia. Jifunzeni sometime kwa imani kufanya action, alafu yaache the rest kwa Mungu. Akaondoka. Akamwekea mtumishi mwingine, akamwambia naomba nisaidie kumsimamia huyu. Majukumu ni mengi, tunagawana. Mfuatilie mpaka atakaposimama. Akamfuatia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya nne, dada akapotea. Akawa ameenda kulala kwenye pagara moja. Alafu kwenye mji, kilichomfanya aje kwenye maombi nimekatisha. Kilichomfanya atafute msaada, alipokuwa anakaa kwenye mtaa, kiongozi wa mtaa alimfuata akamwambia, tunakupa siku 7 uondoke, la sivyo tutakachokufanya utaamini. Kwa sababu alikuwa naiba, nasumbua kila nyumba. Anaiba mlea mtoto na yeye mwenyewe. Kwa alipopewa siku 7 akawahi kwenye maombi. Mchungaji akasema labda usikute wale watekelezaji tayari wameshamaliza kazi yao. Muda sio mrefu, kama wiki 3-4, akaona ile dada nakuja, ana viatu vya pink vinapendeza vibaya mno, ana gauni la pink, ana pochi ya pink, ana nywele za pink, kila kitu ni pink, na mtoto amevalishwa. Sasa mchungaji anasema karibu mgeni. Akasema najua umenisahau, ni mimi yule yule niombea maombi mafupi. Akasema fulani kumwangalia ameng'aa, ana perfume, amependeza, na inaonekana kwenye pochi kuna kitu. Akasema kumbe mtu aliyenizaa alikuwa na hela. Yule mtu alipokuwa anakaribia kufariki alitafuta mwanasheria, akaniandika mimi na kumwambia mwanasheria, hakikisha unamkabidhi huyu mtoto akaunti hii. Ndio ile binti. Kwa mwanasheria, baada ya yale maombi, roho ya Mungu ikamuongoza, akawa anahangaika, akaenda akamkuta kwenye ile pagara, akasema ndio fulani. Anasema nimekuwa nakutafuta sana, hebu twende. Baba yako aliniambia alizaa mtoto mmoja tu duniani na alisema ni wewe. Sasa twende. Baba yako alikuwa anafanya kazi fulani kwenye shirika fulani. Twende, andika hapa kwenye naitele nini will ile urithi. Andika hapa. Mwenyewe na kuandika kaambia lazima uandike, ndio utaratibu. Andika hivi vinavyoandika. Kaandika. Kwenda kwenye akaunti ile iliyopo pale inaogopesha. Akaambia bado twende, kuna hati nyingine ya kusaini. Akampeleka kwenye ile gorofa alipowahi kuiba na walitaka kumuua, kumbe ni nyumba yake ya urithi wake. Wapangaji wote wakaamriwa na yule mwanasheria watoke, na watoka na sema huyu mwizi umetoka naye hapa. Akasema nisikilizeni, kuanzia leo huyu madam anaitwa nani mdao? Huyu madam, hii ni mali yake, na wote wapangaji mnapaswa kuwajibika na kusikiliza utaratibu wake. Alafu yule anamwangalia mama aliyewahi kumpiga, akataka kumngoa kichwa, ni mmoja wa mpangaji yuko pale ndani. Ipigie makofi nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu kwa Musa iligeuza maji machungu yakawa matamu. Ililima katikati ya maji pakawa na njia. Hili ndo hitaji la watu wanaomwamini Mungu kwenye dunia yenye dini zenye ukatili hapa duniani. Kwenye dunia ambapo watu wakiingiwa na roho ya kishetani hawana huruma na chochote. Kuanzia leo hii, ukurasa wa nguvu za Mungu umeshaingia eneo lingine katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu inaweza kumbadilisha mtu. Nguvu ya Mungu inaweza kumfanya mgonjwa akawa mzima. Inaweza kumfanya aliyekataliwa akakubalika, aliyesahaulika akakumbukwa, anayeteswa akainuliwa. Na hii ni saa ya nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Sante Roho wa Yesu Kristo. Twende tukaangalia wakati wa Bwana Yesu Kristo
yeye alipotumwa duniani alipewa nini na baba yake na situpewe hicho? Yesu huyu naye mwamini, kwani yeye ili afanye kazi yake alitumwa, alipewa nini? Alipewa nini Yesu Kristo? Fungua na mimi kitabu cha Luka sura ya 4. Fungua kitabu cha Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa 16 na 21. Fungua tusome. Akapewa chuo, akatafuta mahali palipoandikwa. Yaani Yesu alipokuwa anasoma hakutafuta penginepo, alienda kutafuta ambapo pameandikwa kuhusu nguvu. Huyu ni Yesu huyu. Roho wa Bwana Mungu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akarudishia mtumishi, akaketi. Na watu wote waliokuwemo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Na mimi ninawaambia leo, maandiko haya kuhusu nguvu, wewe ambao una kiu, wewe uliye na maswali, haya maandiko kuhusu nguvu za Mungu yametimia masikioni mwako, na nguvu ya Mungu inaanza juu yako katika jina la Yesu. Yesu ameingia ndani ya sinagogi akamwambia, nisikilize, kile Adamu alichopoteza leo kinatimia masikioni mwenu. Nimekuja kurudisha power, kwa sababu mwanadamu hakuumbwa kwa kawaida. Aliumbwa kuwa na nguvu kwa mawe, kwa miti, kwa maji, kwa viumbe, kwa jua na kwa mwezi, asimame na kuwa mtawala kwa niaba ya Mungu. Kanisa ni chombo ambacho kinawajibika kubeba nguvu, na watu wote wa mataifa wanapaswa kuja kutafuta nguvu ya kuyabadilisha mambo yao, na wamsifu Mungu akienda majumbani mwao. Saa imeshafika, sema glory. Sante Roho wa Yesu. Wakati wa Yesu alichohitaji ilikuwa ni power. Ili atakase wakoma alihitaji nguvu. Ili amfufue Lazaro alihitaji nguvu. Ili ahubiri maskini habari njema alihitaji nguvu. Ili aondoe vifafa, aondoe maradhi alihitaji power. Tunahitaji nguvu katika jina la Yesu. Nasema tunahitaji nguvu. Kisikia mchungaji anasema kanisa lao hawana shida na nguvu, hama sola Yesu. Watumishi wa Yesu ni watu wa power. Yesu Kristo mwenyewe ni wa power, na ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Nguvu zote za mbinguni ziko mkononi mwake. Anatawala mbinguni, nguvu zote anazo, viumbe vyote viko chini yake, na sisi ni wawakilishi wake. Simama useme, saa yangu imeshafika, majira yangu yameshatimia. Chonge, haleluya! Leo ni leo katika jina la Yesu. Nasema yale ambayo yameendelea kutesa muda mrefu yanabananishwa, yanabananishwa. Bahari ya Shamu ilipasuka, hayatanyamaza kupasuka. Maji machungu yaligeuzwa, hayataacha kugeuzwa. Kila kitu kidegeuka. Hebu geuka mahali uliposema kila kitu kinaenda kugeuka katika jina la Yesu. Shout haleluya! Shangilie Mungu aliye hai. Bwana Masia, mwaga Roho wako, Roho wako Mtakatifu, e Bwana Mungu. Masia, mwaga Roho wako, Roho wako Mtakatifu, Mohadi, Mohadi, Mesia, Sela, Moya Uhala, Mohadi, Mohadi, Mesia, Mesia, Selu Moya, Sela, Moya Uhala, Le,
Hebu unapokaa sema leo ni leo katika jina la Yesu. Shangilie mfalme kwa sauti yako. Nataka nisikie mtu akisema haleluya. Shauti tena haleluya. Yesu akaingia kwenye sinagogi akasema, Roho wa Bwana Mungu uko juu yangu leo, kwa sababu nimepewa mafuta, wa kumfungua atafunguliwa, wa kuponywa ataponywa, na leo naenda kutangaza mwaka wa Bwana. Ile kazi Mathayo ninayo leo katika jina la Yesu. Ninakutangazia ukurasa mpya umeshafunguliwa katika maisha yako. Unaenda kuja na ushuhuda mpya kwa jina la Yesu. Wale wa mwaka jana sio sisi tena, wa Jumapili iliyopita sio sisi tena. Leo ni saa ya kumiliki na kutawala. Leo ni tarehe 1 mwezi wa kwanza. Leo ni tarehe 1 mwezi wa kwanza. Leo kila jambo lina collapse katika jina la Yesu. Shangilie Mungu glorious. Musa alihitaji nguvu, Elia alihitaji nguvu, Elisha alihitaji nguvu. Ibrahim, ungefanya nini na uzee wa miaka 90 ubebe mimba? Ungefanya nini? Mwanzo 21 Sara anasema, ni nani angemwambia Ibrahim, mwanasayansi gani angemwambia Ibrahim kwamba huyu bibi anaenda kubeba mimba wakati amesha kufa katika mfumo wa kiuzazi? Sistimu yake imeshakufa, imekolapsi, hana uwezo tena kama mwanamke, amebaki tu ni bibi, amebaki tu afe. Lakini Mungu akamwambia Ibrahim, Sarai mkeo hutamwita tena Sarai, utamwita Sara, maana nimemfanya kuwa mama mataifa. Yeye atakuzalia mwana, wafalme watatoka kwake. Akamtajia mambo mengi. Mungu ndiye aliyesema na lilifanyika jambo hilo. Isaka akazaliwa, na hivi tunavyoongea Waisraeli tunao, wapo chini ya jua, wapo nchi ya Kanaani. Mungu ni mkweli. Kwa jina lake huyo ninakutangazia leo, kunaenda na kuwa turnaround katika jina la Yesu. Leo hii maombi nitakayoomba ni Mungu akumbuke agano langu na yeye. Ndicho nachoenda kuombea leo. Narudia tena, Mungu alikumbuke agano langu mimi na nani, aanze kukustawisha ili kupitia wewe tupate mtaji wa kwanza ufanye mikutano. Ni wangapi nikiwaambia hapa leteni milioni 2-3 tufanye mkutano mtaniletea? Mnahitaji nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Mnahitaji uwezo wa kuwasaidia katika jina la Yesu. Nasema unahitaji power katika jina la Yesu. Wala uhitaji hela, acha uongo, unahitaji nguvu. Hauhitaji uponyaji, unahitaji nguvu. Nguvu ikishakuja inakuja kukugeuza kutoka ulivyo na kukuweka anavyotaka Mungu wewe katika jina la Yesu. Makofi mazito. Kwa tumeona hitaji kuu agano la kale mpaka wakati wa Yesu ni lile lile moja, kila alichopoteza Adamu, power. Na tafsiri zingine zinasema nguvu zinazungumzia habari ya mamlaka. Nguvu ni ile inayowezesha matatizo yasukumike katika namna isiyo ya kawaida. Ndio maana ya nguvu. Pale ambapo hali ya kawaida ingeshindwa, mazingira ya kawaida yangeshindwa, kazi ya nguvu ni kuja kulazimisha, ni kuja kulazimisha aliyelaaniwa awe mbarikiwa, ni kuja kulazimisha wasioolewa waolewe, ni kuja kulazimisha ambao wamekwama maisha yao wasimiliki chochote waanze kumiliki, ni kuja kulazimisha nguvu ya Mungu kumfanya ambaye ametoka kwenye familia wa kushindwa na kuwa kwenye familia watu wa misaada katika jina la Yesu. Nasema majira yamefika na tarehe yako ni leo. Yesu akasema leo hii Bwana ametia nini? Na mimi nakwambia leo hii ndo ile siku. Kama ulikuna ingoja ndo hii. Kama ulikuna ngoja haina upako wa hatari ndo hii. Kama ulikuna ngoja upako wa hatari ambao unaweza kaja kwenye maisha yako, usikuhurumie, usikusamehe, ndo siku ya leo. Ndo siku ya leo. Nasema ndo siku ya leo. Saa hiyo kubalika ni sasa. Saa ya wokovu. Alipoingia Musa Misri aliwaambia Waisraeli, kile kilio chenu mlichokuwa mnalia
kimejibiwa, na mimi nimekutana na Mungu kwa nyikani, na sasa nimekuja safari naanza. Mambo yalionekana kama ndo yamekuwa mabaya zaidi. Hivi mambo yamekuwa yanaonekana kama mabaya, kama huelewi. Leo ndo nimekuja kukuletea majibu katika jina la Yesu. Mungu anajibu vilio vya watu. Mungu hujibu maombi ya watu. Mungu hawaachi watu kwenye namna moja. Unaweza ukasahauliwa na mama yako na ndugu zako wakakusahau, lakini Mungu alimkumbusha, alimfuata Musa Midian akasema, niliongea miaka 400 na Ibrahimu iliyopita, Isaka na Yakobo miaka 400 iliyopita na 30. Sasa nimeona ile jambo, watu wake wanateseka, watoto wa Ibrahimu, na mimi nilikubaliana naye. Hakuna mtu anayemdai Mungu wakati amekuja kujidai mwenyewe. Amekuja mwenyewe akijidai. Na unisikilize, sikumuomba Mungu kwamba Mungu nataka mimi niwe mwinjilisti, au nataka niwe mchungaji, au nataka niwe mtume, au nataka niwe nabii, au nataka niwe nahubiri. Sikuwahi kumwomba, wala sikumwalika kwamba jifunue na uje kwenye chumba nilicho tuje tuongee. Alinifuata mwenyewe. Leo hii atanithibitisha kwa ajili yako. Atafanya kwa ajili yangu. Moto sio wa kawaida utakuja leo katika roho yako. Nguvu isiyokuwa ya kawaida itakuja leo juu ya roho yako. Na leo unaingia kwenye mabadiliko mapya. Leo unaingia kwenye ushuhuda mpya. Nguvu ya Mungu itakulazimisha kuingia leo, kwa sababu kazi ya nguvu ni kulazimisha. Kisichokubali kawaida kinakubali by force. Kisichotii amri kinatiishwa by force. Farao akasema, Bwana ni nani mpaka ni watu wanasema ruhusa? Musa akasema, unasema Bwana ni nani? Tutakuja kukuambia ni nani. Unajua nimwambie, alitupa fimbo chini kwani? Kwa sababu kuna mambo hayasikii maneno ya kawaida, yanasikia nguvu. Na usikubali kama mwanafunzi wa Yesu Kristo kutokuwa kama Bwana wako. Usikubali, bora ufe katika jina la Yesu. Bora ufe kuliko kwa kawaida. Bora ufe kuliko kuonewa na nguvu za giza. Bora ufe kuliko kuonewa na wachawi. Bora ufe kuliko majini yawe na ushindi. Bora ufe kuliko mzimu wa familia ukushinde. Usikubali, arise katika jina la Yesu. Shout haleluya. Asante Roho Yesu. Kazi ya Yesu Kristo baada ya kulipa fidia ya madai yetu, sasa na Mathayo 20:28, sasa ilikuwa ni kuturudishia nguvu za ufalme wa Mungu tena, ili turudi katika udhibiti ambao tulipaswa kuwa nao hapa duniani. Hilo ndo kusudi la Yesu Kristo. Hatujapewa tuwe na imani ya kusali kwenda mbinguni, no. Amekuja kurudisha nguvu ya Mungu ili dunia ikae kwenye udhibiti wetu. Maandiko yanasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa nani? Ametupatia sisi. Mungu alipowapatia na Waisraeli nchi waitawale kwa niaba yake, maanake wadhibiti wa taifa la Israeli walipaswa kuwa Waisraeli. Ndio maana alipokuja mtu mwingine kutaka kudhibiti, walimuua. Alipokuja Goliati, walimuua. Walipokuja Wafilisti, waliwaua. Walipokuja Wamoabu, waliwaua. Walipokuja Edomi, waliwaua. Walihakikisha wao ndio wanaodhibiti ile nchi. Na nataka niwaambie, dunia tumepewa sisi kwa niaba ya Yesu Kristo, na nguvu yake ameileta tuwe na udhibiti kila mahali. Wakati wa kutembea na nguvu ni huu katika jina la Yesu. Wakati wa kutembea na moto ni huu katika jina la Yesu. Inua mkono wako juu, sema, Mungu kuanzia leo, ruhusu mkono kwanza kuponya kwa jina la Yesu. Ruhusu mkono kwanza kukimbiza magonjwa. Ruhusu mkono kwanza kuharibu mateso. Shout haleluya. Ndicho tulicho tu. Kwa kanisa hili liitwe kanisa, sio watu kukusanyika. Ni kanisa linalomiliki nguvu ya mwenye nguvu zote. Ni kanisa ambalo ni mawakala wanaopatikana na nguvu za Mungu ndani yao, wanaopatikana na roho ya Mungu katika maisha yao, ambao wanaweza wakakabiliana na yasiyoonekana na wakaituliza mitaa, wakatuliza nyumba. Aliyeinuliwa kwenye familia yako ili kuhakikisha yale mapepo yaliyokuwa na kuamsha familia ni wewe. Usikubali katika jina la Yesu. Na sema usikubali mpaka kila kitu kimeanguka chini. Kama Yusufu alisaidia taifa lake, na umeokolewa na Yesu Kristo, uisaidie familia yako. Hebu sema, by power, by force.
kila kitu kitaenda kutii. Tukaangalia agizo la Bwana wako. Hili sasa ni agizo la master. Hebu sema agizo. Hili ni nini wanafunzi? Ni agizo la Bwana mkubwa, Matendo ya Mitume 1:8. Hebu kasome uone Bwana mkubwa ameagiza nini. Huyu ni Bwana mkubwa. Ametoa agizo. Hili sio ombi, ni command. Matendo ya Mitume 1:8. Anasemaje? Lakini mtapokea hela. Mtapokea mamilioni ya fedha. Ngoja. Yesu alikuwa na watuma waende wapi? Ulimwenguni mote, si ndio? Kitu kikubwa alichowapa ni nini? Kwa hitaji, nisikilize, maswali tunakuwa nayo mengi kwa sababu ya tabu za maisha. Yaani wewe unachokihitaji kutoka kwa Mungu sio hela. Hela ziko hapa duniani. Sio mavazi kutoka mbinguni, mavazi ya viwanda vyake viko hapa duniani. Sio simenti ziko hapa duniani. Sio mke, wote wako hapa duniani, vipo vyote hapa duniani. Unachohitaji ni ile asili yetu ambayo ni nguvu, kutawala kwa nguvu, kuamua kwa nguvu, kusema kwa nguvu, kuinua mikono kwa nguvu, na mambo yakalazimika kufuata amri yetu. Mwangalie mwenzako usoni, mwambie leo mimi sio wa kawaida. Mwambie leo mimi sio wa kawaida. Mwambie mwenzako, sema kinabii. Mwambie leo mimi sio wa kawaida. Mwambie kuna kitu kimeamka ndani yangu leo. Ni kweli? Nauliza, ni kweli? Haya, twende, Bwana wako ameagizaje? Hebu kasome pale. Anasemaje? Lakini mtapokea nyumba za magorofa. Naam? Jamani, hakusema nyumba. Ina maana hajui kwamba tunahitaji nyumba. Yeye hajui kwamba tunahitaji pesa. Anajua kwamba kisha kuwa na nguvu italazimisha hali ya mambo. Utaua kansa, utaua HIV, utatatua matatizo ya watu, na watu watakuja na wao. Nisikilize, pesa ni thawabu anayopewa mtu baada ya kutatua kesi ya mtu. Wale walioajiriwa na serikali wanapotatua changamoto mbalimbali, serikali inawapa nini? Inawapa mishahara. Kwa hiyo ukishapewa power, mambo mengine yote utakapoanza kutoa majibu kama mwanafunzi wa Yesu Kristo, watu wataanza kutoa majibu ya mambo yako. Amen. Amen. Turudie tena ile mstari. Ni agizo lile ujue. Ni agizo, usilipuuze. Hebu turudie tena agizo la Baba. Baba yetu ameagizaje? Amesemaje? Lakini mtapokea nguvu akisha kufanya nini? Kwa mtu akisema ana roho wa Mungu anatakiwa na nini? Sio kunena kwa lugha, nguvu ya Mungu. Ambayo nguvu hiyo wewe ukimwekea mkono mtu mwenye shida, inamgeuza kutoka shida alionayo na kuwa nani? Na uzima. Angalia nguvu ya Mungu ilivyomlazimisha Yusufu. Nguvu ya Mungu ilimlazimisha Potifa simchukulie Yusufu kama mtumwa. Biblia inasema Potifa akaona ya kwamba Bwana yuko pamoja na nani? Na Yusufu. Na ya kwamba Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwa Yusufu. Akafanyaje Potifa? Nguvu ya Mungu ilimlazimisha Potifa kumtawaza Yusufu kwa mkuu. Anaenda gerezani, nguvu ya Mungu ikamkamata mkuu wa magereza, ikamlazimisha kumpa nafasi Yusufu. Farao amepata matatizo, nguvu ya Mungu ikamlazimisha mnyoshaji aitwe Yusufu aje hapa. Mtu mgeni kwenye nchi isiyokuwa yake katawazwa kuwa liwali mkuu. Hiyo ni nguvu ya nani? Hiyo ni nguvu ya nani? Nisikilize, acha kutia huruma. Leo ni leo katika jina la Yesu. Leo utawekewa mkono ambao hujawahi kuona kwenye maisha yako. Amina yako ndio inayonikwaza. Anasema leo utawekea mkono ambao hujawahi kuwekewa maisha yako yote. Leo kuna nguvu itaingia ndani yako, hiyo utafiri ama hautafiri, lakini utakuja kuniambia kwa matokeo kwamba siku ile ya tarehe 17 mwezi wa 5 2026 kuna kitu niliondoka nacho kisichokuwa cha kawaida. Na siku yenyewe, 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 na siku yenyewe. Shout haleluya. Mtapokea nini? Hebu twende tuone malengo ya ile nguvu. Akisha kuajilia cheni Roho Mtakatifu, kwa ujio wa Roho wa Mungu huwa haji kunena tu kwa lugha parangata uishia hapo. Roho Mtakatifu anakuja kurudisha ile asili ya Mungu ambayo ni power, na kufanya kama Adamu alivyokuwepo duniani ndivyo tuwe katika maisha yetu.
Ikiinuka dini yote kuinua upanga, si tuna power, tutasema tunagandisha mkono wako angani, tunagandisha bunduki yako, tunagandisha. Ndugu zangu, bila nguvu za Mungu hizi dini zitawaua. Watoto wenu hao mnaowazaa watakuja kumaliza. Tunahitaji power katika jina la Yesu. Na tufike haraka, kila mtu aanze kunyenyuka katika jina la Yesu. Biaga anasema hii nguvu ya Mungu kwa sababu gani? Twende baada ya Roho Mtakatifu amesema ili nini sasa? Nanyi wapi na wapi na wapi na wapi? Mwisho wa nchi. Okay. Kinachoweza kikafanywa kaishuhudie imani yako kwa mujibu wa Yesu ni nini? Kama hauna nguvu, nikuulize swali. Hivi una habari kwamba ukikutana Muislamu mwenye akili timamu na mkomavu atakwambia okay, unazungumza hayo mambo, kuna Yesu kayathibitisha. Na watu wengi wanaposhindwa ni kuthibitisha kufanya jambo. Kwani manabii wa Baali walibishana na Elia? Elia alikuwa anaongea mfanye, wanamwangalia amenyamaza tu. Baali ni Mungu. Anasema Yehova ni Mungu, na anasema Baali naye. Baadaye akasema okay, hebu tuwa interview hawa kina Mungu. Baali na Jehova tuwaalike, tuwape za sadaka. Mungu mmoja alishindwa kujibu, mmoja alishindwa kujibu. Timu zote ziliungana kwa Mungu aliyefanya, aliyejibu. Waislamu hawahitaji maneno, wanahitaji tuongee nao kwa lugha nyingine ya vitendo. Mtu anapoona yanafanyika ambayo Mungu wake hafanyi, inaanza kuingia kwenye akili. Lakini tukianza kubishana, imeandikwa na wao, imeandikwa na Wahindu, imeandikwa dini ya Wayahudi na yenyewe imeandikwa. Hakuna dini ambayo haina vitabu, zimeandikwa zote. Farao wakati anabishana na Musa, walianza kumaliza mabishano kwa njia gani? Action. Kwa kazi ya nguvu ya Mungu ni kulazimisha. Hebu sema nichosema. Yale mambo ambayo yamekataa utaratibu yamekataa dawa za nini? Yule mwanamke alitokwa na damu miaka 12, dawa zote zimeshindwa natural. Nguvu ya Mungu ililazimisha ile tatizo likaondoka na mama kabaki na uhuru. Ndio kile Yesu anashuhudia, anasema Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenipa nguvu kufungua, kuponya. Hatuwezi kufungua wala kuponya na imani tu hii ya kusema ni Kristo, mimi ni nani. Tunaweza kama nguvu ya Mungu itakuwa na sisi. Usisahau, narudia tena, kuokolewa sio gharama yako. Mtu yote anaokoka, tunaokolewa ni kwa neema, si ndio? Lakini kuwa na nguvu za Mungu sio kwa neema, ni gharama. Kama hutaki upate. Twende sasa, baada ya kuona hivyo, tujifunze moja ya siri ya kukua katika nguvu za Mungu haraka. Moja ya siri ya kukua katika nguvu za Mungu haraka ni umoja wa kweli kiroho na uwajibikaji wa pamoja. Narudia tena, moja ya siri inaweza ikafanya tukaanza kutembea kwenye movement ya pamoja ni umoja wa kweli na uwajibikaji wa kweli katika kila unalotakiwa kuwajibika katika nafasi yako ya kiimani. Tukaangalia Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 30. Nasoma. Mmoja angefukuzaje watu 1000? Wawili wangekimbizaje 10,000 kama mwamba wao asingeliwauza? Haya ni maneno ya kuelekea mwisho ya kunenwa na kinywa cha mtumishi wa Mungu mkuu Musa. Angalia, Agano la Kale waliambiwa hivi, askari mmoja wa jeshi la Israeli alikuwa na uwezo wa kukabiliana na askari 1000 peke yake. Yaani askari waliojihami, walio na silaha, walio na mafunzo. Musa anasema mtu mmoja aliyebeba nguvu ya Mungu katika silaha yake aliyonayo ana uwezo wa kupigana kwa spidi na watu 1000. Agano nani? Alafu akasema imani hiyo moja ikiunganishwa na askari mwingine, badala ya kuua 2000 wanakabiliana na jeshi 10,000. Yaani hata hesabu yenyewe haieleweki. Si unaipigaje? Akiwa moja na wao kiasi gani?
Nimesema Torati 32 mstari wa ngapi? Wa 30. Mmoja angefukuzaje watu 1000? Mmoja anafukuza majeshi wangapi? Wawili wanafukuza 1000 ngapi? 10,000. Ndio maana unaona walikuwa na kakundi kadogo kalikuwa kanapigana na maelfu ya majeshi na wanayeshinda. Si umahiri wa silaha, hapana. Ukisoma Zaburi 44 anasema si kwa uwezo wao, si kwa silaha zao, si kwa mapanga yao, walikuwa wana nguvu ya Mungu. Sasa Agano la Kale, Musa anawafundisha anapoondoka, anasema kama mmoja atapigana atakabiliana na wanajeshi 1000. Lakini kama mkishikamana wawili, muna uwezo wa kuleta madhara kuliko mmoja. Sasa nisikilize. Nataka kuelezea maana ya umoja kwa undani zaidi. Umoja. Maana ya umoja ni hali ya kuunganishwa pamoja kama mtu mmoja. Mawazo, maneno, matendo, maamuzi, tunashikamana wote kuwa mtu mmoja. Tukeshe, tunakesha. Tutoe, tunatoa. Tufunge, tunafunga. Tuache, tunaacha. Tupigane, tunapigana. Ndio maana ya umoja. Tukio hili mbinguni wanaliheshimu sana. Kwa hiyo kinachofanya makundi yetu yasiwe na mafanikio ya kila mmoja kuinuka ni sadaka inaitwa ya umoja ambayo haitolewi na mtu ambao hawasiani kimawazo, kimaneno, kimatendo, wameshikamana. Hiyo familia iko imara katika kila jambo. Ni ngumu kuangusha na ni ngumu kushinda. Umoja, nimesema ni hali ya kuunganishwa au kushikamanishwa pamoja kama mtu mmoja. Maana nyingine, tunaendelea bado na umoja, ni kutenda kiushirikiano au kutenda kwa ushirikiano. Kila mmoja ameweka mkono, kila mmoja anasema, kila mmoja amesimama, kila mmoja anapigana. Ni kutenda kwa ushirikiano. Ndio maana ya umoja. Kwa usiseme umoja kama ufanye haya. Tunaendelea na maana ya umoja. Maana ya umoja na kufanya kazi kwa kufikia lengo moja, yaani wote mnafanya mkilenga, tujenge, tuwe na gari, tuwe na maisha mazuri, tuwe na nguvu, tuwe na kanisa lenye uwezo. Kwa kila mmoja mchango wake wote, mdogo au mkubwa, wa maombi ama nini, anauelekeza kwenye maandiko. Anasema matokeo ya walioungana ni makubwa kuliko matokeo ya mmoja. Hata wana methali wa ulimwengu wamesema kidole kimoja hakivunji nini. Hata chawa tu pamoja hana mifupa, anahitaji kuuawa na vidole viwili. Tukaangalia agizo la Kristo kuhusu hii. Ni siri ya hizo nguvu ambazo nazisema. Unawezaje kuzipata? Imani hazilingani. Level ya imani yako na level ya imani yangu haviko sawa. Lakini imagine tukishikamanisha, nini kinatokea? Uombaji wangu na uombaji wako haviko sawa. Lakini unaje tukaunganisha uombaji wako ukawa ni wa pamoja? Wewe unapokuna hela kidogo alafu umeshikamana kwenye safari na mwenye hela nyingi, una taabu hiyo safari? Hauna. Unapokuwa kwenye safari, unasafiri kwenda eneo moja alafu na safari naye ameshikamana na gari, safari hii itakuwa ya haraka kwa sababu uliyeshikamana naye ni wa faida. Na hapa unisikilize. Kama kushikamana kuna athari, hakikisha unayeshikamana naye ni mwathirika kweli wa nguvu za Mungu. Kama sio, hakuna matokeo. Haijalishi umeshikamana kiasi gani. Haijalishi. Twende haraka tukamwangalia Bwana Yesu. Mathayo 18, tunaendelea mstari wa 18 mpaka wa 20. Amini nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakalo liomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Unasikia hiyo nguvu?
Huyo ni Yesu Kristo anasema, usipende kuishi kwa hila na watu, kuwa mkweli upate ukweli wa wengine. Anasema wawili watakapofanya bucha. Nataka tushikamane. Watu tulivyoshikamana jamani. Ninako kwenda nafanya nini? Na wewe unakwenda unakotaka kwenda. Na wewe unanivuta. Jamani, kwa kuwa tumeshikamana nafanyaje? Ndio maana siku ya ndoa tunapofunga ndoa huwa kinafanyika hiki. Si mnakumbuka wale mnaokisha kupita huko? Bwana harusi anaingiza nini? Vidole hapa na bibi harusi anaingia hapo, jembe imeshatoka. Unakuta muda wote watu wameshikamana, ndio tumeanza safari. Tukishikamana namna kama nguvu yangu ni nguvu yake, nguvu yake ni nguvu yangu. Imani yangu ni imani yake, imani yake ndogo ni imani yangu. Upako wangu ni upako wake, upako wake ni upako wangu. Hii ndio mlango wa kusukuma mambo ambayo hayawezi kusukumika. Kwa mshikamano huo inapata matokeo. Kwa nini familia nyingi huwa zinaomba hazijibiwi? Huwa wanakuwa hawana nini? Hata mtoto ana issue zake, huyu ana issue zake, na kwa hiyo wewe inawezekana una umoja ukweli, lakini familia members wale wana mambo yao. Lakini kama mtoto na moyo uko kwenye familia, moyo wake uko na mama yake, binti ameshikamana na mama yake, mama kasema acha tuombe mwanangu, wakati wa kuolewa umefika, uolewe. Inawezekana? Inawezekana. Nasema inawezekana. Ukishikamana na baba yako wa kiroho, mkisema tuombe, mbinguni wanajibu haraka. Mchungaji aliye na waumini wawili tu wameshikamana naye kwa roho moja, wana nguvu kuliko kanisa la watu 1000 ambao hajashikamana na mchungaji. Taifa lenye watu wachache na umoja lina nguvu kuliko taifa lenye mamilioni ya watu ambao hajashikamana na kiongozi wao. Ngoja nikwambie, ni hatari sana kwa kiongozi wote wa nchi kama wananchi hawaelewani na wewe. Yaani hata kama unaongoza au unatembea hauna raha, chochote kinaweza kukutokea. Umoja ndio unaofanya kuwe na ulinzi. Umoja ndio unaofanya kila mtu atoe kujali. Umoja ndio unaofanya kila mtu atoe mchango. Ukisikia tu anasema mwache tu atawale. Kama una akili timamu, nchi za Ulaya wana resign mara moja. Nasikia rais anatangaza, jamani mimi naachia madaraka. Ila Afrika babu yako afufuke lako. Anachofanya ni kujiongezea tu ulinzi. Lakini kumbe kitu cha muhimu kabisa ni watu wako ukiwaambia chini, chini, juu, juu, nenda, wanaenda. Ni hatari. Umoja kama haupo ndani ya nyumba ya ibada, safari ya mapambano inakuwa ni ngumu. Niwaulize swali. Hivi Elisha alipokuwa anaenda kufanya huduma kule Shunem, walikuwa hawajui kwamba yule mtumishi wa Mungu ana shida? Walikuwa hawajui yule mtumishi wa Mungu anatakiwa kula? Lakini walikuwa hawajui kwamba anachoka. Mama mmoja hapo njiani akakaa na mume wake. Wakakubaliana, akaambia mume wangu, mtumishi, mtu anayepita anaonekana mtakatifu wa Mungu, sio mtu wa kawaida. Naomba tumkaribisha, anakuja kula. Kawa anakuja hapa, anakuja na kula, anakuja. Baadaye mama akasema, nimemtambua anapiga miayo ya uchovu kupita kawaida. Nilikuwa nafikiri ni njaa sonja. Yaani hata kishibu namuona anavyotembea amechoka na kazi zake. Mume wangu tumfanyie nini? Tumfanyie chumba. Kwa umoja wao wa familia wakamfanya nabii Elisha kuwa mtu wao. Anatoka kwa anaenda kufanya, walimpunguzia safari na wakapunguza mahangaiko ya njaa. Elisha wakati anataka kuondoka akasema, nisikilize, unataka kutendewe nini? Ndio Biblia ilivyokaa kwa taarifa yako. Miujiza hupatikana kwa msukumo wa watu baada ya kuwajibika. Umoja ni hali inayokufanya unatoa mchango kutoka ndani ya roho yako, kinywani mwako, kwa uwepo wako. Na mchango wako ndio unaofanya kwenye hazina yako siku ukipata shida. Tusimame na wewe. Tunataka nguvu ya Mungu ya kutosha. Yaani hii ni ndani ya muda mfupi tunaweza kukawasha moto hapa. Ni oneness. Yaani mimi niwe wewe, wewe uwe mimi. Yaani tusiwe na neno sisi. Yesu anasema Baba na waombea wawe na umoja. Kama sisi tulivyo na umoja. Mambo ya Mungu Baba ni mambo ya Yesu. Mambo ya Yesu ni ya Roho Mtakatifu. Hawapishani. Yesu akasema hata Roho akija hata sema mambo yake. Yeye akiyasema ni mambo ya umoja. Ni mission ya umoja. Sisi hatujagawanyika. Niwakumbushe. Unakumbuka
Siku moja watu wakamwambia Yesu anatoa mapepo kwa njia nini? Kwa njia ya Beelzebuli. Yesu akasema, ufalme ambao umefitinika, kila mtu anafanya jambo lake. Anasema siwezi kutoka kwa shetani afu nikawa natoa mashetani. Na maanisha nini? Ukikuta mtu anatoa mashetani, maana yake hajatoka kwa nani? Kwa shetani. Kwa hiyo uelewe, waganga wa kienyeji huwa hawatoi msaada wowote. Huwa wanawafunga watu katika njia ya kusema wanawapa msaada. Hakuna chochote. Ibilisi hawezi kumtuma, yani mganga wa kienyeji atatumwa na shetani kwa kwenda kawasaidia watu anaowapiga, anaowatesa. Ujinga gani kama huo? Usika ukaenda kwa waganga, watakudanganya tu. Tukomae tumtafute Mungu. Amen. Amen. Tuangalie mstari wa mwisho. Amesemaje watafanya nini? Tena anasema katika jambo lote watakaoliomba watafanywa na babangu aliye mbinguni. Twende 20. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Yaani hata Mungu mwenyewe anachoshawishika. Mtoto aliyeshikamana na wazazi wake huwafanya wazazi wake wawe na amani na kusikia raha kuzaa na kulea, kuliko mtoto ambaye amekuwekea tumbo nyumbani alafu masikio yana watu wengine na ufahamu wanaoendesha watu wengine, husikii raha kuzaa. Kumeona agizo la Kristo mwalimu wetu ni kwamba ili nguvu ya Mungu ije ya kutosha, mmoja anaweza kutembea na nguvu, lakini Musa amesema utendaji wa mmoja na utendaji wa wawili ni vitu viwili tofauti. Imani ya mmoja, maombi ya mmoja. Hivi hujawahi kuona mimi nikiomba na wewe usikii kuna nguvu fulani unakuwa nayo? Yaani tukiomba pamoja kwa ushirikiano. Lakini sometimes ukiwa kiongozi inabidi uombe ubebe yote, lakini kiuhalisia hata nakumbuka Yesu wakati anaenda kwenye maombi aliwabeba nani? Akaambia twendeni mnisaidie kufanya. Kwa twende Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 na 12. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara au thawabu njema kwa kazi yao. Huyu ni mhubiri na anasema afadhali au heri watu ambao wako pamoja, wana heri au watu kuwa pamoja. Kwa moja, ushindi wako wa kiroho usisahau ni swala la wewe kuwa na mshikamano wa ukweli na yule unayetaka kushikamana naye. Isiyo shida kwanza kutafuta ulimwengu wa roho, tufanyeje tufanye. Kama tumeshikamana mara moja tunaingia kwenye vita. Angalia mstari wa 10. Kwa maana wakianguka mmoja wao atafanyaje? Atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo wala hana mwingine wa kumuinua. Mtu ambaye imani yake imesimama mwenyewe ni rahisi kushindwa na ukata tamaa. Ni rahisi kushindwa na ukata tamaa. Fides tutakuwa shahidi. Kuna wakati ulikuwa kwamba huna imani. Ulikuwa na imani lakini ufika mahali ufika mwisho, si ndio? Lakini uliposhikamanisha na imani ya wengine, ndio ndo utaratibu kwamba imani yako inapofika mahali nakata tamaa na kuja imani nyingine na kuinua. Unapokuwa umepoa, mikaa miwili inachomana haraka kuliko mkaa mmoja peke yake. Hii ni uchochezi namba 1, yaani mahali pa kuanzia kuanza kutengeneza kiroho chenye mfurukuto mkubwa ni umoja wa ukweli. Umoja wa ukweli. Mke mwenye umoja wa ukweli, mume mwenye umoja wa ukweli, watoto wenye umoja wa ukweli, hiyo familia kuibomoa wezi. Tena wawili wakilala pamoja, wakiomba pamoja, wakikaa pamoja, wakijadiliana pamoja. Fikiria wawili wakilala pamoja. Ni kweli mtu anaweza kalala mwenyewe akajipa fukuto, lakini Biblia inasema wawili wakilala pamoja moto unafanya nini? Unaongezeka. Kwa sababu huyu ana joto na wewe ni maiti peke yake ambaye hawezi kukupa joto. Anasema wakilala pamoja hapo watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Yaani hata nyuzi zikiwa 3 kukata ujikazi. Ukitaka ushindwe kwenye maisha, amua kwa mwenyewe. Hautafikia malengo yale yanayokushinda. Pale unapokwama, suluhisho lake amua kuimarisha umoja ndani ya muda mfupi. Tukikupa agizo tunataka tukuone kwenye maombi, ndugu njoo. Kuna 1, 2, 3, ndugu njoo. Ni msaada siku ya kesho. Ni msaada kufungulia nguvu. Nguvu za Mungu zinafunguliwa haraka panapokuwa na umoja.
Mchungaji ambaye hajashikamana na watu wake, hata muombe kiasi gani, hamwezi kwenda popote. Mchungaji aliye na moyo wa kweli anapokuwa na waumini ambao hawajatoa mioyo yao kwa ukamilifu, hamwezi kwenda pamoja. Kuna watu wako makanisani huwa wanatoa zaka, makanisa yana mbalimbali yanayoamini, alafu huwa wanalalamika, hela zetu za nini utoe? Sika nazo kula tu. Toa kitu ambacho unajua ni wajibu wangu. Fanya kitu alafu jiambie, nachofanya hiki ni wajibu wangu. Mimi ni mwaminifu kwenye familia, ni wajibu wangu. Nafanya hiki. Nguvu ya Mungu haihitaji kubembelezwa. Mara moja inaanza kufunula na kufanya kazi. Hiyo ndio siri. Mtumwa wa Bwana, kimbia mara moja. Tuangalie wanafunzi maandiko kama mawili tu. Fungua Matendo ya Mitume 4:23 na 24 tafadhali. Tuwaone wanafunzi walivyo adapti huu mpango, walivyochukua huu mpango, walifanyaje? 4:23 na 24 tafadhali. Walianza kupigwa marufuku, hakuna kuomba, hakuna kuhubiri. Kuna jambo waliamua kulifanya. Twende, walifanyaje? Anasema hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao. Wakaenda wapi? Wakaenda kwa watu wao. Wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Wakaambiwa ile marufuku waliopewa, wakaenda kuambia wanafunzi wao. Tuende, endelea. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja. Walifanyaje? Wakampazia Mungu kwa sauti. Yaani lengo lao wote likawa lengo moja. Hii ndio ilikuwa siri ya mafanikio ya wanafunzi wa kwanza. Wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndio uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Yaani wakaingia kwenye maombi, si maombi tu. Roho zao hazikuwa na uasi. Maneno yao hayakuwa na uasi. Nia yao haikuwa na uasi. Hiki ndicho kinachoweza ikasukuma haraka watu wawili ama watatu. Hahitaji maelfu ya watu, ni watu wachache ambao nasema, naamua mimi leo kutoa sadaka ya moyo wangu. Inatosha, acha niamue. Tuone tunapokwenda. Ni ndani ya muda mfupi unaweza ukajikuta tumeingia mahali pasipo pa kawaida. Sio swala la hela ama swala ni issue ya umoja kwanza. Twende tena kama unasoma 5:12, Matendo ya Mitume 5:12 na 14. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, ndio. Na wote waliokuwa kwa nia moja. Walikuwa kwa nini wanafunzi? Kwa nia moja, Katika ukumbi wa Suleiman. Wote walikuwa kwenye ukumbi wa Suleiman, wana nia moja, wanaloomba, wanachoamini. Tatizo likitokea, ni la kifedha, ni la nini? Rafiki, kama unataka uishi na imani feki, hana moyo wa kujitenga, hautafanikiwa. Ni ngumu. La, utakuwa na imani lakini uwezo wake utakuwa ni mdogo. Agano la kale unaambia mmoja atafukuza 1000, wawili watafukuza 10,000. Agano la Yesu Kristo, mmoja anaanza kufukuza mamilioni, kwa sababu tumetumwa duniani kote. Wakati tunakuwa na nguvu kuliko agano la kale, hasa tukashikamanishwa, kwa sababu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni mshikamano wa kitu kimoja. Umemaliza? Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao. Yaani watu wengine walikuwa hawajakubali kushikamana nao. Niwaulize swali. Naomba niulize swali. Utaniruhusu kuuliza swali? Tuzungumze habari ya umoja na kujali. Mtumishi wa Mungu alipokuwa amekasirika katika roho kwa alichokifanya Anania, yule ndugu amekufa, hawajangoja hata kupoa, ameenda kuzika. Kwa watu wanaojali upendo, walitakiwa watu wafanye nini pale kanisani wakaona mtume amekasirika? Maana mama alikuwa hajafika. Ni nini kingefanyika? Kuona nyewe mngeacha hasira yangu endelee kuua watu, ungefanyaje? Mtaarifuni mama, mwambie mtume amekasirika, mume wako alishauawa. Kwa hiyo mama, kama hutaki kuongea ukweli kanisani usifanye nini? Hakikisha kwanza moto umefanya nini? Mama alikuja, wale waliokwenda kumzika mume wake wako pale nje na matope yako miguuni, wanangoja tena kuzika mwingine. Yaani umeona mwenzenu amefariki, Biblia inasemaje? Alipokuja na mkewe naye akauawa, kanisa likabaki na hofu na uoga. Ndio hicho kwa nataka. Mungeenda ukeria
kuna jambo mlifanya kanisani pale, mtumishi ameshagadhibiki hivi, wamedondoka wawili sasa hivi hawapumui. Ukelia usiende. Jana kikuona alivyo kasika na kuramba. Umoja, hebu sema umoja. Sema tena. Sema tena. Umoja ni nini? Kwa hiyo nguvu ya Mungu inataka umoja ili tulete matokeo makubwa, ndo sababu. Lakini ukiwa mwenyewe matokeo yako ni madogo, mwendo wako ni mdogo. Twende mtumishi haraka haraka, Matendo ya Mitume 1:14. Anasema hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Walikuwa wakifanya nini? Wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Haya, twende Matendo ya Mitume 2, anzia mstari wa kwanza, kimbia haraka. Hata ilipotimia siku ya Pentecost, walikuwa wote mahali pamoja. Walikuwa wote mahali pamoja. Ndio. Ukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo. Ngoja rudio mstari wa kwanza. Hata ilipotimia siku ya Pentecost, walikuwa wote mahali pamoja. Walikuwa wote mahali pamoja. Nguvu ya Mungu ilishuka mahali gani? Hapo walipokuwa. Jamani, nguvu ya Mungu ilishuka mahali gani? Wakiwa na hali gani? Matendo 1:14 maandiko yanasema walikuwa wamekusanyika kwa nini? Maana yake walikuwa na lengo moja, kwamba tunataka kanisa liinuke, tunataka nguvu ya Mungu itembee, tunataka wagonjwa wapone, tunataka kuona Mungu tunataka kuona watu wanainuka, kila mtu lengo limoja. Hiyo nguvu hilo kanisa kuliangusha, sahau. Na nikwambie, kanisa huwa haliwezi kuuawa na mtu, kanisa linauawa na dhambi. Msipotenda dhambi mkasimama na Mungu, hata yainuke majaribu kiasi gani, hata viinuke vikundi, mtaviangusha chini na kanisa itasimama. Hii ndio ilikuwa siri. Na katika umoja huo walikuwa wanadumu katika fundisho ya nini? Yaani katika huo umoja na huo ushirikiano na kuomba pamoja, kwenye mafundisho kila mtu alikuwa anataka kujua, kila mtu alikuwa anataka maarifa. Kwenye maombi kila mtu alikuwa anaomba, kila mtu alikuwa amesimama. Kwa nawaonya kwamba kama tunataka tuone matokeo, tuone kanisa linaondoka hapa lilipo, tunaingia kwenye ukurasa wetu, tuache unafiki, sadaka ya umoja. Ndipo ukiwa na shida, Sanga ataumia, Mathayo ataumia, Trezia ataumia, Atanasia ataumia, Teopista kila mtu unajisikia unafanya nini ndani. Lakini kama hatuna umoja, naumiaje?